guys, good morning, good afternoon, good evening. I know we are from different countries. So guys, what's up my people? I miss you. So guys, it's morning here, and before I want to tell you a story. I don't know if it's a fun story or a sad story. I don't know. You are the one who will tell me, guys. So before I start telling you my story, I want to prepare my black tea because I'm very hungry and it's morning. So guys, this is what happened. When I was in Form 2, I remember very well, I was in Form 2. Na tulisoma shule moja with my sister. I mean my young sister. So tulikuwa tukifunga shule hapo, after twende nyumbani, tulikuwa tunaenda kwa auntie yetu, alikuwa anaishi karibu na shule hapo. Alikuwa amenunua shamba amejenga hapo karibu na shule. So one half term hatukuwa tumeenda kwa mamangu, tulikuwa tuko kwa auntie yetu. But I used to have a phone, smartphone. Nilikuwa nimepewa na mamangu in case we have any problem tumpigie. Haya. Sasa one day asubuhi nikapata message from a strange number. Sikuwa najua ni nani wala nani. So I can text, hi, I'm so and so from America. I'm looking for a wife. So guys, after kupata hiyo message, sikuambia mtu kwa nyumba. I didn't tell my sister, my aunt, or even my mom. Nikajiekea. So nikasema acha nimtext with the next number yenye alikuwa ameweka hapo chini. Nikasema acha nimtext. Nikachukua ile namba nikamtext. But cha kushangaza sasa ndo nakumbuka like huyo mtu hakuwa mtu mzuri, alikuwa mwizi. Sasa ndo nakumbuka it was a Kenyan number. But sasa hata yani kufikiria kitu kama hiyo, but sasa ndo nafikiria guys. So nikamtext na hiyo namba nyingine, hi, hata a minute haikuisha aka reply hi too. Hey, so it was like hey, hapana this person. Lakini sikuwa najua hiyo mambo ya wizi kwa sababu sikuwa na simu sana, sikuwa naelewa hizo kwa kuna waizi I mean. So after the reply, that guy akanipigia. So alivyonipigia mimi nikashika. Alikuwa anaongea pure English. Yani wewe uweze amini kama wewe kwa mzungu. Alikuwa ni mzungu pure English. But uweze amini what happened. Tuka tunachati kama vile kawaida tu, kila asubuhi nikiamka, hi, how are you? How was your day? Sijini na nini, tunaongea hivyo kila siku. So siku moja like nilikuwa ni mgonjwa kitu kama hiyo. Bado tuko after niko kwa aunti yangu. Nilikuwa ni mgonjwa that time. Akanipigia akaniambia, hi, how are you? How was your night? Nikamwambia it was okay. Akaniambia mbona unaongea na sauti ya chini? Nikamwambia so after kuniuliza why you speaking na loto, nikamwambia I'm not feeling well. Akaniuliza umeenda hospitali? Nikamwambia bado sijaenda. Why? Nikamwambia sina pesa ya kuendea. So the guy was like, oh, sorry, you'll be okay. I don't know what blah blah. Then akaniambia I'll write a check for you. Na mimi hata sikuwa naelewa hizo vitu. Hata sikuwa na bank account that time. Yani nilikuwa hata sijui kutumia simu vizuri in short. By that guy akaniambia I write check for you. So hata najiuliza check sasa ni nini? Yani hata sijui naanzia vipi. So cha kufanya hapa ni unipea bank account yako, ID number, sijui na nini, yani vitu nyingi. So I was like, sasa hata sina hizo vitu mimi nitazipata wapi? Mimi bado mtoto wa shule. Sasa akaniambia you can ask even your mom or your aunt or your sister. Niambia okay sawa, alize mamangu. So nikampigia simu mamangu akamwambia nipatie bank account number yako na ID number yako, nataka kutumia mtu, nataka kunitumia pesa. Akaniuliza pesa umetoa wapi mtoto wa shule? Na nani ambaye anataka kutumia pesa? Mimi nikamwambia
there's this friend of mine from America anataka kunitumia pesa. Kumbuka we are chatting using a Kenyan number, but mimi I believe kwa yako America. I was such a fool. Haya sasa mamangu ananiambia, hey, sasa mtu namwamini vipi? Yaweza kuwa hata ni mkora anataka kuibia. Mimi nikamwambia Mungu, no, hawezi kuwa mkora. He's such a nice person. Yaani namuelezea Mungu aelewe kabisa yani kwa ni mtu mzuri. Haya, so after some time kuargue na mamangu hivyo, mamangu akampigia aunti yangu akamwambia, ile amekuelezea kuhusu mzungu sijui amesema nini sijui hata mtumia pesa, ananiambia mimi nimpatie bank account yangu sijui na ID namba yangu. Aunti yangu akaniambia hajaniambia na hata tuko sote hapa. Wewe amekwambia hivyo basi mimi hajaniambia. Mimi aunti yangu akaniuliza, ni ukweli hiyo story? Ngambia ni ukweli. Mimi nimeona tu kama sitaki kusumbua ndio maana nikamwambia mamangu. Haya, mamangu akanitumia zile details. Aliponitumia zile details, mimi nikawa niko nazo sasa nashangaa like, kama ni mkora vitu za mother sistaenda ama staibwa. Sister yangu naye amesikia hiyo story na sister yangu ana mind pesa sana, akaniambia wewe mtumie bana, si tupate pesa mtumie. Tangu ni vile mimi nikapata morale nikamtumia yule jamaa hizo details mwenye alikuwa ana claim kwa ni mzungu, nikamtumia hizo details. Sasa ile tukika pale bado tumetuma zile details, ile bank account, ID nini. Uncle yangu ambaye ndo ni bibi ya mamangu mdogo akaingia. Alikuwa afanya kazi hospital, alikuwa daktari. Akaingia alipofika, ametoka hospitali. Alipofika tayari hakuingia kwa nyumba, akakaa pale kwa tumekaa. Sasa bado tunaongea like, hey, kama ni mwizi usijui na nini. Anatanga sasa kama ni mwizi mamako aizaibiwa kwa account yake sijui na nini. Ningasema sijui, sasa tuombe tu Mungu. Uncle yangu akauliza sasa, ni nini hiyo yenye inaendelea? Tukamwambia, sister yangu akaanza tayari kuelezea. Sijui nini na nini, sijui hivi, ayaniruka. Akawa aniruka, ngasema basi huyu ndo mwanzo ameinsist nitume hizo details. So uncle yangu alikuwa anaelewa hizi vitu, anajua huyo ni mkora. Akaniambia wewe, huyo mtu hata usimtumie hizo vitu. Nikamwambia tayari nimeshatuma. Sister ameniambia nimtumie na nimeshamtumia. Uncle yangu anambia huyo ni mwizi wa kudanganya, huyo si mzungu wala si nini. Huyo kama uamini, sasa mimi nitakucheka tu sasa hivi. Kama uamini huyo ni mzungu, nitakucheka tu sasa hivi huyo ni mwizi. Mimi nikawa naage nasema hapana, huyo hawezi kuwa. Sasa kidogo ile tunaongea ngapata call from a new number, sijui ataka nikashika. Nilivoshika hello, I'm manager from commercial bank, sijui nimereceive check yako hapa. So what you want you to do, you have to pay 3,675, something like that. Then ndo tukufanyia transaction. Uncle yangu aliposikia akasema, nimekwambiaje huyo ni mwizi, hao ni waizi. So uncle yangu akaniambia, huyo kama ni mwizi, wewe unajua kumtrick. Fanya hivi, mwambie katika hiyo check, sema tuma 2 million. Atoe hiyo 3,000 sijui ngapi ya transaction fee, mwambie atoe, yenye tabaki ndo akutumie wewe. Kama kweli hiyo ni pesa. Mimi sasa nikamwambia basi fanya hivi, nikamwambia vile nimeambiwa na uncle yako. Mwanaume akaja juu, you such a fool, you such an idiot, akaanza kunitukana, akanitukana. Yaani wewe anaongea kizungu yeye, kumbuka ati wewe umetumwa pesa, yani huna mpaka za transaction fee, wataka yani mtu ndo akusaidie bado huyo ndo atoza transaction fee. Asema transaction fee ni mtu mwenye kutuma ndo anatoa, sio mimi. Huyo baba sasa akakata simu. Alivokata uncle yangu asema, "Unaona? Huyo ni mwizi. Huyo ni watu wamepangana." So kidogo hivi tukiongea yule the original mzungu sasa akanipigia. Ananiambia, "Okay, have you received the check? The manager amekupigia." Nikamwambia, "Nimereceive call." Akaniambia, "Manager from commercial, sijui nitumie pesa fulani na sina hiyo pesa." Yeye akaanza
kukasirika pia yeye. You are not serious. Instead of sending that money and you will get a huge amount of money, wewe unafanya job. Nikamwambia sasa sina, I'm still a student, hata mwenyewe unajua. Mimi mtoto wa shule tena secondary. Mimi natoa wapi 3,000? Mwenyewe hata pocket money nafanya kupoa mimi nazitoa wapi hizo? Wewe kama umeamua kunisaidia fresh, unisaidie tu hata hizo transaction fee. Haya akakasirika pia yeye. Akakata simu. Alipokata simu sasa yule nani huyo manager wa commercial bank eti ajiita hivyo So yule mwenye alikuwa anajiita manager wa commercial bank akanipigia, so will you give us the 3,675 ama? Mimi nikamwambia sina hiyo pesa. Sistangu huyu naye sasa alivokata simu, sistangu anasema wewe nawe si at least hata ukope umpatie. Sistangu yapenda pesa, afu nikiherehere, afu akija yeye aniruka. Haya niambia wewe nawe ukope hata kwa marafiki zako utume tupate hiyo milioni 2. Jamani. Sistangu akaanza kuongea marafiki zake, nikopesha 3,000 hapo mimi nitakulipa. Rafiki zake hatuna pesa, ilikuwa ni after moto hana pesa. Mimi nikamwambia mangu nikopesha 3,000 mimi nitakulipa nikipata hii pesa. Mungu asema wewe ni mwizi wa kuibia, atakuibia huyo. Wewe hata una akili kabisa wewe. Huyo atakuibia. Nkoli yangu yasema mimi naweza kupatia hizo 3,000 zangu sasa hivi na huyo atakublock after umetuma hiyo pesa. Mimi hata nilikuwa sisikizi. So after nimejaribu means zote ya kupata hiyo 3,375 sikupata. Nikamwambia nani my big brother akamwambia nisaidie na 3,000 hapo, nataka kulipa mtu anidai anipeleka mbio, afu nikipa pocket money nitakulipa. Anasema unajua utalipa, acha tu nikutumia. Akanitumia alivonitumia ile nataka kumtumia ule mwenye ndo sijui manager sijui ya commercial bank. Huyu mzungu enda ashatuma message, mwanamke mjinga ashaandika Kiswahili eti mwanamke mjinga, sema shit hata nikora kweli. Pesa yangu ingeenda bure jamani, na tulikuwa tumehangaika. Na ndio hivyo basi. Mimi nikamwambia wewe ni mjinga, nikamtukana matusi yote. Uncle yangu yuafa kucheka. Aunti yangu pia acheka, sister yangu naye. Sasa tumejua kwa ni Mkenya alikuwa anataka tu kutuibia. So akasema now I've seen you such a strong woman. Wewe sira hawezi bika rahisi. Na wewe ndo nafaa, wewe ni wife material. Say yongea Kiswahili sasa, pure Kiswahili, hata Kizungu haongei tena guys. Hiyo siku yani tulipelekwa mbio na baba ya tuzungusha sawa ati tukope kabisa ili tumtumie transaction fee, alafu baadaye ndio tunakuja kurealize kumbe alikuwa ni mkono. Hata anasema yeye ni mfungwa, alifungwa for more than 20 years. Yeye kazi yake ni hiyo, tayari kuibia watu. Hiyo siku nisikia vibaya kwa kweli. So bye guys, that was my story and I love you so much. See you in another video.